Lifestyle is very important because ndio itakufanya kuwa brand and in this world of today kukuwa brand pays a lot, especially watu unaona wana drive fancy cars and maybe they're living good. It's all about how they've branded themselves. Na inalipa sana. Sikuwa najua how to do YouTube nini, nikapost vitu zenye copyright ikaenda. So I used to buy subscribers. Ile njia una watch videos, unapewa coins. Hizo coins ndio unatumia ku buy subscribers. Waindi huko wana subscribe kwa channel yako. You can do collaborations. Kuna njia mingi za kugrow. Usitake tu unasema Mungu atafungua milango. Kwa YouTube hakuna kufungua milango. Sometimes luck, but si sana. YouTube inataka kazi. YouTube ni platform inataka kazi. Nilisikia pia unaweza nunua subscription. Yes. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is your girl Jane Kings. So guys, today I've got a visitor as well. And huyu mgeni wangu atakuwa ni mgeni very important and also a friend, a family friend. So I decided to bring him on board to educate you guys as well as to educate me. There is 1, 2, 3 nataka ku run more about YouTube and personally I felt he's the right guy kutufunza, na pia if there is someone outside there mwenye anafanya content na hana idea, maybe amekuwa akienda the wrong way, pia atakuwa amebahatika na hii video. So guys, so I decided to invite him. So kindly let us invite our visitor, one and only Faustin Shukran. Faustin Shukran mwenyewe. I'm so honored. At least nimefika huku. Yeah, mimi nashukuru for the invite and for also trusting me to give you that information. Faustin Shukran is my name. Welcome guys to jina channel ni gani? Charigen TV. So guys, mkifika huku make sure you subscribe. If my family is here, make sure you do justice to this channel. Hawafanyi justice, ndio? Sasa wafanye justice. Hawafanyi justice. Hata unakubali. Hata mimi most of my videos unapata 80% haven't subscribed, 20% wenye wana watch videos zangu tu wamesubscribe. Ni nature ya YouTube na sana sana wa Kenya. But guys, make sure you subscribe to this channel, like this video before tuendelee. Now make sure I share. Yeah, so you also share to your friends so that kila mtu nini ya benefit na whatever we're going to talk. Yeah. So guys, mi upenda sana Faustin. Number 1, akona heart power. He's that person mwenye unaweza muunderstand. Hata kama unamkanyanga, he's very mature. And also mbona wakakuita Shukran? Shukran. I guess asante. Asante. But jina yangu ni Shukrani. Venye mimi ndio nilifanya ikuwe Shukran. Hata kama ni shukurani bado ni bado ni thanks too. Bado ni thanks. I would love one day to meet your mother, nimuulize mbona kama kumpe hiyo jina Shukrani. Nipea jina Shukran. There must be a reason behind that. Since I'm a mom, I know the reason why I gave my kids jina zenye wako nazo. So imagine amekwambia Shukrani, ama maybe alikuwa anambia God thank you umenipea baby boy, so ndamuita Shukrani. It's a way of Thanksgiving. Maybe. Barara mimi ninataka sana kujua mbona waliamua niite Faustin. Shukran. Jina langu katikati watu waijui. Naitwa Faustin Machumu. Shukran. Ukinitumia pesa ndio utaona hiyo katikati. Hiyo ya katikati. Amtumieni pesa ndio muone hiyo inatoa hiyo ya katikati. So we wanted to learn more about YouTube and also so many of us hatuna idea ya YouTube. Wengine wanatuambia YouTube nani, wengine wanakuambia hapana usirirai kwa YouTube. Yet kuna watu tunaonaga in life hakuna kitu kingine wanafanya, ni YouTube tu. So how do you go about YouTube? How do you open a channel? How do you monetize a channel? How do you get the views? How do you even get the subscribers? Wow. So everything in general. So YouTube is a platform yenye ilikuwa introduced si kitambo 2008 2010. It was the time when YouTube iliingia sasa Kenya. Watu wataka kuwa na shughuli nayo. But right now unaona everyone ako huko. So opening a YouTube channel you're required to have email peke yake. Ukikuwa na email you have a YouTube channel. Ukienda tu pale kwa YouTube hapo kwa icon yako ukiklik utaona create account. Utakuwa umetengeneza account. How to grow on YouTube, just be consistent.
grow. But make sure you have the right knowledge. Unajua watu wengi wanatakanga ashuta post alafu ipate 2 views aanze complain mbona mimi sipati views. Kila kitu hata gari kuendesha lazima ukuwe na knowledge. Hii ndo acceleration, hii ndo brake and everything. So umetuambia ni kukua tu consistent. Imagine niko consistent na sina subscribers. Sasa hiyo itani motivate aje? Obviously at the end of the day nitakufa tu moyo. Okay, subscribers doesn't matter. As long as umefikisha ile subscribers ya kumonetize channel 1000 subscribers. Hao wengine wakikuja unashukuru Mungu. Yeah, because for you to monetize a channel uanze kulipwa, lazima ukuwe na 1000 subscribers na kuna kitu inaitwa watch hours, 4000 watch hours. So ukifikisha 1000, upiga kazi. YouTube ina reward yule mtu mwenye analeta audience kwa YouTube, because this is what these platforms do. Hata kama ni Instagram ama TikTok, wana focus na yule mtu mwenye anawaletea watu kwa platform. Juu watu wakikuja they also advertise, na wakiadvertise wanalipwa ndio wakulipe. So just be consistent, utapata subscribers. Usifanye ile mambo ya atio madheni aje niko na YouTube channel, subscribe. Umetumia sister yako, auntie yako, wata subscribe but they will not help you because itakuwa dormant. Na but just sometimes YouTube wanatoanga hao subscribers because wanaona wakusaidii. Make sure unapata subscribers in a genuine way. Mtu hata kama ni 5 subscribers but wana watch video zako mwanzo mwisho. Juu YouTube ni system. YouTube inaangalia algorithm. Mtu akiingia kwa video yako watch 1 second atoke, inaona hii video watu waipendi. So usitake kukua na hao watu wengi. Imagine you can have a channel with 10,000 subscribers, very loyal fans, na uko sawa. You are earning more than mwenye kuna 100,000 subscribers wenye maybe alipostingi video fulani ka trend ikamletea but hawako active. Wow. Yes. Cause mimi ufikiria mimi kwanza mind yangu inaniambia nifike hiyo 100k, hiyo silver button, hapo ndio dozi iko. Even ndio akili yangu inaniambia, so hata nikiwa na subscriber 5,000 niko fit. Yeah. Uzuri ya kufikisha 100,000 ni hiyo silver button, at least ni kama certificate. Una enjoy having it. But si eti kuna kitu mzuri nayo. Wow. Cause kwa wale watano unaweza pata there is an angel mwenye ametumwa mwenye atakuwa of importance kwa life yako. Kuliko mwenye akona 100k. Yes. Kwa hivyo niache kufurahishwa na hawa 100. Nifurahishwe na hawa wenye niko nao. Exactly. Unaona hawa wenye uko nao, just give them kitu mzuri, wengine watakuja pia. Usitake kugrow tu ile nataka numbers. But naturally mi uona kama kwa hii Kenya yetu in order maybe for a company ikuhae wafanyia advert, pia wanaangalia subscribers wenye uko nao. No. Hiyo hapana. A serious company haitakuja tu iangalie numbers. Wanaangalia branding yako. Jen ni nani? Ukitaja jina Jen mahali, watu wanasema nini? Hiyo ndio itakupatia hizo deals. Si numbers. Mtu azaye kudanganya. We have TikTok is a platform yenye ukiingia huko na ufanye vitu zako za upuzi, you'll grow. Na utafikisha hata 1 million followers. But hautaiona companies zimekuja kwako kukupea maybe kazi ya ku advertise their products because they look at you, wewe ni nani. So numbers doesn't matter. A serious company inaweza kaa chini angalie Faustin akona 10,000 subscribers but Faustin ni mtu akona influence. Kwa hawa watu 10,000 aki-advertise product, watu kama 5,000 wanaweza buy. They will give you that deal. Cause there is a time kuna hizi za majumi uangalia sana. There was a time niliona a certain YouTube channel iko na 29k subscribers, but unaona kwa wale views, ukiangalia kwa views nilishtuka 3.2 million. Yes. Nikashangaa 3.2 hata wange subscribe hata wafike 1 million. Hiyo ni swali yenye kila mtu anajiuliza, hata 1 million peke yake. Yes. So I was like curious. Ni nini hii waliona wakakuja kuwatch 3.2 na yet subscription yake iko chini kabisa. Because una imagine 3.2 million na 29k subscriber. It is not even working. Ni kama uniambia uko na 1,000 subscribers na upate watu 800k wamewatch
Na imagine mwenye ako na 100k only 5k wana watch. I make sense. Yeah. So subscription pia ni kitu wewe una accumulate with time. Okay. Kuna mwenye atakuja subscribe leo ndio amebambika na video fulani, but ukichange ama usicompare this kitu ali subscribe for ataenda. So zile numbers za subscription doesn't matter kabisa. Alafu pia for views, kuna watu wanabuy views. So unaweza pata akona 10,000 subscribers but ameweza buy 10 million views kwa video yake. So and is that a good thing kufanya kwa YouTube channel? It's a good thing kwa superstars, especially musicians. Si kila mtu. Unajua msanii, for example today Burna Boy atoe song, ainunulie views, ni kama tuseme, yani kwake it's a gain, atakuwa amegain. Lakini kwa mtu wa chini, I will not advise that. Grow organic. Juu hata yeye mali alianza chini, akapata real fans. But sasa hata kinua views ama sinunue, channel yake iko sawa na bado watu watawatch. Ile kitu tutamsaidia ni kunotify watu wengi amepost kitu mpya. Yes. Wewe unaweza notify watu wengi but hawakujui. Nimebuy views. Video yangu imetokea kwa YouTube yako na maybe the thumbnail is not catchy, thumbnail is not ata interesting, sita click, itakuwa imenisaidia. But right now mimi najua Burna Boy. Ikitokea hapa nione ni 5 hours ago ama 2 hours ago, I'll click, nitake kusikia hii song inasema nini. For big people it's okay, but if you're starting, just grow organically. You can do collaborations. Kuna njia mingi za kugrow. Usitake tu nasema Mungu atafungua milango. Kwa YouTube hakuna kufungua milango. Sometimes luck, but si sana. YouTube inataka kazi. YouTube ni platform inataka kazi. Nilisikia pia unaweza nunua subscription. Yes. Hata kuna apps za nilianzisha mambo ya YouTube kitambo. I used to have a channel nikikuwa high school. Yes. Hiyo channel ilifungwangwa, sikuwa najua how to do YouTube nikapost vitu zenye copyright ikaenda. So I used to buy subscribers. Ile njia una watch videos, unapewa coins, hizo coins ndio unatumia ku buy subscribers. Waindi huko wana subscribe kwa channel yako. Kwa mtu ajui mambo na YouTube atafanya hiyo, but if you want to grow, anza na subscribers wawili. Do something. Yes. Because naturally nimeona umesonga. Naturally umesonga. Kulingana ile time yenye ulianza channel yako na venye tumekuja along the way, nilikuwa nakaa na shindo Faustine. Hapo tatoboa. But so far so good. Because I think so na imagine the kind of content naweza chapa. Because one thing, wako stories za royalty. Actually mimi hata siko royalty sana. Mimi nafanya tu inspiration stories because hizo ndo zimenilea mimi. Like I started YouTube channel with my story. So nikasema this is something imenifanya, but then ilikuwa ni lose hope and everything. But imenifanya keep going, moving. So nikasema I'll do the same to also inspire others going. So simeji sana na loyalty. Maybe something advanced ama in the coming future, but sana inspiration stories. Yes, mimi natakanga ni at least stories watu wanafanya mingi. But kuna ile yenye unasema hii acha ni post because huyu mtu akiwatch atatoa hii na hii kutoka kwa hii video apart from just kubambika. Yeah, it's true. Yeah. There are some reasons. So your niche is also important. Wow. Yes, important in a way that hata advertisers zile ads zinapia kwa video yako zinaangalia unafanya content gani. Kama unafanya education content, ads zitapia hapo, zitakulipa pesa mingi because watu wanajua mtu ana watch something educative ni mtu mwenye hata ukisema mnauza nini anaweza buy. But if you're doing comedy, unless upate 1 million views, but ads zako zitakuwa za just zile ads za wow. Yes. That's why nilisikia a certain YouTuber akisema ukifanya content in regards to real estate na mwenye anafanya content in regards kwa royalty, utapata wa real estate ana pesa mingi kuliko mwenye
anafanya zile za nini. Na utapata za real estate hazina hizo views mingi. Hata unapata ana views mingi. Alafu real estate mtu anaweza kutengeneza content hata ya 50 minutes na ukawatch yote, bora ako so perfect in whatever he or she is doing. Kama kuna a guy wana watch content zake na jita Mansa Plus, na kuna pia a lady anajita Natural K Trudies ama Teddy. The way wanafanya content zao, that's why inakwambia kama unataka kufanya YouTube, don't just wake up, chukua simu, record video, post. Hapana, learn fast. YouTube ni nini? Mtu anapost aje? Mtu anaika title aje? Yes. And another thing, would you advise someone a mixed content? No. Cause kama there's already anajita Jaria Walda, she's a Ugandan, ako UK. Most true utampata anafanya ako Leo Kitchen, kesho anafanya na bwana yake, vituko na bwana yake, kesho ako kwa salon, bado ako na kampuni ya mafuta, and she's also doing so well. Aja mix content, anafanya lifestyle. Anafanya lifestyle. Mpaka kwa biashara. Yes. There is a way that you can advertise your business kwa lifestyle yako. Yes. Huyo actually yako sawa. Because hakuna siku ataikosa content, but anafanya na mfuatilia kuona tu maisha yake, bwana yake, anakula nini, anaenda kazi na gari gani, anafanya kazi wapi. Kitu yenye yeye unifurahisha, the funny thing, aje tuonyesha sura ya bwana yake. That is the funny thing. But utapata, yes, utapata tu, yani kudansia tu bwana yake hapo, enda mtu prepare bath, aoge, yani haji tuonyesha sura ya bwana yake. So mi ujiuliza tuseme leo ni decide mimi kama Charijine, nataka kupiga content, naweza amua nitafanya upishi, naweza taka kwenda maybe classes za upishi nijue kupika, kesho nilete content ya nyumba, kesho nilete content yenye nafanya job yangu. Is it adding up? Yes, but tutakuwa tunakujua kama Jen wa lifestyle. Kuna hiyo niche ya lifestyle. That when you can cook, you can wash, you can prepare your kids to school, utaikosa content, you can tell people stories. But kuna mtu amesema mimi nafanya kupika peke yake. Leo nikienda nipate umepost kitu kingine apart from kupika, sitaendelea kuwatch. So unaweza niche down to something kitu specific, ama ukwe tu overall when you are lifestyle, ama ukwe when you are finance, ama mtu wa real estate. Ama unaweza kuwa na channel ya real estate, then you have a separate channel ya lifestyle. Lifestyle is very important because ndio itakufanya ukue brand, and in this world of today kukua brand pays a lot, especially watu unaona wana drive fancy cars, maybe they're living good. It's all about how they've branded themselves. Na inalipa sana. So make sure don't just do content. Fanya content ukijibrand. Unajua kuna watu tumeanza kuwa watch kitambo but hawajaichukua time kujibrand. Ile nyato ukimpata hata uwezi shughulika, but ako na channel kubwa sana huko, inafanya vizuri, lakini hata kupatana naye huwezi jua hata ni yeye. Wow. Then now you can tell us, how do you earn on YouTube? Because kuna mtu atakwambia lazima hizo dollars kama ifike 70, mwingine lazima anakwambia lazima ifike, so mwingine anakwambia hapana. How do you go about it from now monetization to now being paid by YouTube? How do you go about it? Ukifikisha 1000 subscribers, ufikisha watch time ya 4000. Kama unataka kumonetize na long format videos, kama wewe ni mtu wa shorts, unafaa kuwa na 10 million views kwa shorts. Yes, but wengi ni wa 4000. So ukifikisha hizo mbili, unapea YouTube time ya kuanalyze channel yako, kuangalia kama umekuwa ukifollow guidelines zao na rules. Kama utakume pass, wanakupeleka next step ya kufungua AdSense account. AdSense ndo wanakulipa, si YouTube. So let's say for example, sijakuwa nikifuata hizo guideline, nimefikisha hiyo 4K. What happened? Utakatazwa monetization. For how long? Watakuambia maybe you go back and maybe delete some things. Can be 3 to 6 months ndo apply tena. Ukipass, you'll go to the next step. Usipopass, ni hivyo. Maybe you just create another YouTube channel. Ndo maana usiwahi buy YouTube channel. Unasikia
By kitambo nikikuwa high school ni pesa tu sikuwa nayo. Nilikuwa nauziwa channel ya 342k subscribers. And I was very happy about it. Yeah. Nilikuwa sasa hii nikisha buy mimi ndo ndakuwa kusema. But siku hatuku make your deal. Akakuja akaniambia tena mimi nilikuwa nafanya content namtumia na post hapo, then revenues tunagawana, but nikaona haitanisaidia mahali, nikaachana nayo. Right now hiyo channel nikirudi pale haina views, subscribers wako hata wana reduce but haina views, inapata 10 views 15. Imagine channel iko na 300k na ni kitu unaweza pata haina monetization. So just grow organically. Ukisha monetize channel kila kitu umepass, watakutumia pin kama verification. Ukisha verify kila kitu iko sawa, ndio utoe pesa, lazima ifike $70 ndio utumiwe pesa. Isipofika watakutunzia wakupelekee mwezi next. Someone aliniambia ati 70 wezi ati mpaka ifike $100. Hapana, 100 I think ni Facebook. You know, right now Facebook is monetized, but sijajua a lot about it, but I have someone mwenye Facebook yake na count dollars. Hiyo ni Facebook. But for YouTube I've been there. Ni $70. Hapo uko sawa. Yes. So tuseme niko na watch hour kama ya after sasa nimemonetize and everything. Wanaangalia watch hours, ndio? Yes. Ndio wakuripe na dollars. Yes. Nikiwa tuseme na watch hours ya kama 4K na inaripaje? Watch hours inakuja na ile watch time. Video yako watu wana watch dakika ngapi? Unaweza kumepost video 10 minutes but watu wana watch 1 minute 1 minute. 1 minute inamaanisha wamewatch ad moja peke yake. And you know Wakenya tunangojanga to skip hizo ads. Ads ndo zinalipa. But kama umepost video 50 minutes na watu ukiangalia watch time watu wana watch hadi 20 minutes to 25, hiyo iko sawa. Juu ndo afike 20 minutes atakuwa amewatch ads kama 3-4. Kulipo inategemea. Unaweza kuwa na views kidogo, pesa mingi, views mingi, pesa kidogo. Alafu pia inategemea watu wana watch video zako wanatoka wapi. Kuna kitu inaitwa cost per mile. Kenya tuko na yetu iko chini sana. It's actually $1.69 nikiangalia last kwa YouTube studio yangu. 1k views. Hiyo unalipa $1.69. But for example, mtu wako maybe UK, Canada, cost per mile yake iko juu. Sisi tunaitwa third world countries. Hata usitake viewers from Kenya ama sibi Tanzania, Burundi. Maana unaambiwa ufanya content yenye mtu yote anaweza elewa. Yes, unaweza kuwa na 1000 views zote zimetoka majuu. Pesa yako mimi sitaifikia with my 100,000 views. Wow. Yes, na niche pia. Zile ads zitawekwa kwako ni different na zitawekwa kwa mtu mwingine. Yes. Wow. So that's nice, guys. So I think that's all for today. I hope mwenye ako hapo ameran something about YouTube. In case you have got a question in regards to how YouTube inaripa ama how do you start your YouTube channel ama venye how you go about things, kindly eka hiyo question yako down the comment hapo, and then Faustin Shukran atarudi tena hapa wajibu. So thank you so much, guys. Thank you for watching, and also make sure you like, you comment, and also share the video. Bye.